Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Filipo Julius Kagosi, nimeokoka na mpenda Yesu. Ikiwa ni siku njema machoni pa Bwana kunipa kibali kuwa hai na kukupa kibali wewe ambaye utasikia habari hii leo, kesho kutwa ama kwa wakati wako. Mungu akubariki sana. Siku ya leo nitakuwa na jambo moja la msingi sana, na kabla ya jambo hilo natamani ujue kitu hiki ambacho tutakizungumza mwanzo mpaka mwisho, tangu sasa na kuendelea. Kitu chenyewe cha msingi tutakachojifunza ni kanuni za jumla za mafanikio. Kanuni za jumla za mafanikio. Lakini kabla tujaendelea, nipende kukusii kwamba video hii itakuwa ni video ndefu, ama ya lisali moja mpaka dakika 70. Kwa hiyo uwe mvumilivu. Hakuna mgonjwa anayekunywa nusu dozi alafu akapona. Zaidi ya pale ni kuufubaza na kuhudumaza ugonjwa ulioko ndani ya mtu, na baada ya muda kitambo ugonjwa tena utainuka upya. Kwa hiyo kama utaamua kuchukua muda kusikiliza maneno ya kinywa hiki na kutizama video hii, uwe mvumilivu kwa lisali moja ama dakika 70, na Mungu atakubariki sana. Awali yote ni kuweke sawa. Ninapokwenda kurekodi video hii kwa ajili yako na kwa ajili yangu, kwanza kabisa yawezekana mimi unanifahamu jina langu na unanifahamu maisha yangu, na yawezekana unanitambua na kunijua vyema, lakini hichi ambacho nitakizungumzia leo nina hakika ya kwamba hujawahi kukifahamu, na hata kama hujawahi kukifahamu si kwa undani sana. Yawezekana sauti ulishawahi kuisikia mahali kokote kwa njia ya simu, mitandao ya kijamii ama ana kwa ana, lakini sauti ya leo ni ya kipekee sana, tofauti na sauti ambazo umewahi kuzisikia ama kuisikia kutoka kwangu. Hivyo usitazame kumbukumbu ya historia yangu, wala usitazame kumbukumbu ya sauti yangu, bali sikiliza ujumbe wa msingi ambao leo Mungu anataka kuzungumza na wewe. Kwa ujumla, hapa duniani kuko na mabara 7. Katika mabara 7 kuna mabara yanayokaliwa na watu na kuna mabara yasiyokaliwa na watu. Sasa mwanadamu yeyote aliyeko ulimwenguni ameumbwa na Mungu kwa kusudi maalum na kwa lengo maalum. Na ili uwe vile ambavyo Mungu alikuumba uwe, lazima ujue kusudi lako na utembee kwenye kusudi lako kama Mungu alivyokuchagua na kukupa hiko. Hakuna mwanadamu Mungu amekusudia awe maskini. Kila mwanadamu Mungu amekusudia awe na mafanikio kwa njia ya namna yake na ya jinsi yake. Kwa hiyo wengi watapata mafanikio, lakini kwa njia zisizofanana ama kwa njia zinazofanana. Sasa kanuni hizi za msingi tutakazo kwenda kujifunza ama kuziona ni kanuni ambazo mwanadamu yeyote aliyeko ulimwenguni akizifuata anafanikiwa, na akifanikiwa kanuni ndio zimemuongoza kufanikiwa. Kwa hiyo ni vitu vya msingi sana, ni kanuni za msingi sana, ni njia za msingi sana, ni hatua za msingi sana, ni namna ya pekee sana kufuata kanuni hizi. Ama umesoma ama hujasoma, ama uko mjini ama uko kijijini, ama uko bara la Afrika ama bara la Ulaya, bara la Asia, kokote kule utakakokuwa, ukiwa na kanuni hizi unafanikiwa. Kuna wa Afrika ni watu wa rangi nyeusi lakini wamefanikiwa. Na kuna wa Afrika wenye rangi nyeusi wako Ulaya, wamefanikiwa wakiwa Ulaya. Na kuna wa Afrika wako bara la Afrika, wamefanikiwa wakiwa bara la Afrika. Lakini kuna wazungu wako uzunguni, Ulaya, wako Marekani, wako wapi, ni maskini. Hata sisi pia ni matajiri kuliko wao. Na kuna wapo wazungu ambao ni matajiri. Kwa hiyo ukizijua kanuni unafanikiwa mahali kokote. Haijalishi mazingira, haijalishi watu, haijalishi ni wapi, unafanikiwa. Wajibu ni kujua kanuni na kuishi kama kanuni ambavyo zinataka uweze kuishi, unafanikiwa.
Uwe Tanzania unafanikiwa ukizijua kanuni, uwe nchi yoyote duniani unafanikiwa. Cha msingi ni kujua kanuni. Sasa kabla sijaendelea, kuna mtu anajiuliza, mbona wewe hujafanikiwa? Cha kwanza, nimefanikiwa kwa sababu kwanza mimi ni mzima, mbili na afya njema, na tatu, kuna mambo bado najifunza na naendelea kujifunza. Na katika mambo ambayo najifunza ambayo ndio chanzo cha matokeo au kutokuwa na matokeo, ni miongoni mwa somo ile ambayo tutajifunza siku ya leo. Nimefuatilia sana kwa utafiti na wakaribu kuhusu mambo ya kimungu na kuhusu hekima za dunia. Kwa msingi, kwa ujumla, nikapata kanuni kadhaa ambazo zinawafanya watu wafanikiwe ulimwenguni kote. Uwe umeokoka, uwe hujaokoka, uwe mzungu, uwe Mwafrika, uwe Mwarabu, uwe Muhindi, uwe Tanzania, uwe mjini, uwe kijijini, uwe mkoani, uwe wilayani, uwe makao makuu, uwe Dar es Salaam, kokote ukijua kanuni unafanikiwa. Sasa mimi bado sijafanikiwa kwa mafanikio ambayo natamani ufanikiwe, kwa sababu kwanza kabisa kuna mahala nimekuja kujua baada ya kuzijua hizo kanuni, nikajua nilijikwaa, nikateleza katika zama za utineja, zama za makuzi ya ukuaji. Wapo vijana wengi wamejikwaa na wameteleza kama mimi. Usikate tamaa. Hapa ninafanya masahisho. Kwa hiyo toka nimezijua hizo kanuni, nimeanza kufanya masahisho ili niwe vile ambavyo nataka kuwa juu ya uso wa dunia. Kama upo ambaye umewahi kukosea, utajua na utajua umekosea wapi, na kuanzia hapo utakaposikia sauti hii, anza kufanya masahisho. Nina uhakika utafanikiwa hata kama utachelewa, lakini hautafanikiwa kama utajua kanuni hizi. Nina uhakika nitakuwa vile Mungu amepanga niwe na vile ninavyotamani kuwa katika mapenzi ya Mungu, kwa sababu nimemjua Mungu na nimezijua kanuni kabla ya uzee. Kwa hiyo ninafanya masahisho, na unapokwenda kujifunza, nawe pia utapata masahisho yako mahali hapa, utajifunza na utaelewa vizuri sana. Kwa hiyo nipende kusema tunakwenda kuanza somo letu ambalo nasema kanuni za jumla za mafanikio. Hizi ziko kanuni 12, na kila kanuni moja ina maelezo kiroho na kimwili pia. Na tukianza kanuni za mafanikio, duniani zipo kanuni mbalimbali, zinatumika kwa mataifa, kwa dini na nyakati zote. Kanuni hizi zinaonekana kufanya kazi kwa waliofanikiwa wengi hata kabla hawajamjua Mungu. Lakini kwa mtu wa imani, kanuni hizi huenda sambamba na baraka za Mungu. Kuzijua kanuni hizi, unaweza ukazijua kanuni hizi na hujaokoka. Ukizijua kanuni za mafanikio unafanikiwa, na ukizijua kanuni za mafanikio huku unamjua Mungu, inakuwa ni bora zaidi, maana kanuni za mafanikio za ulimwengu zinaambatana na baraka za Mungu ambazo vyote vinakuja pamoja katika maisha yako. Sasa kanuni ya kwanza ya mafanikio, uwe umeokoka ama hujaokoka, uwe mjini ama kijijini, uwe mzungu ama Mwafrika, uwe Uingereza ama Afrika, kokote kule, ukijua kanuni unafanikiwa. Wajibu, nia, lengo, shauku, jua na kutambua kanuni za mafanikio. Kanuni ya kwanza inaitwa purpose. Kanuni ya kwanza inapatikana katika kitabu kile cha Yeremia sura 29 na mstari wake wa 11. Kanuni ya kusudi, purpose. Kanuni ya kwanza ni kutambua na kujua kusudi. Unataka nini juu ya dunia? Mungu amekusudia nini kwenye maisha yako juu ya dunia? Sasa Yeremia 29:11 neno la Mungu linasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mawazo mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu zote za maisha.
maana nayajua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mawazo mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu zote za maisha hata mwisho. Yeremia 29:11. Njia, kusudi la kwanza ni kujua au kutambua kusudi. Kwa nini uko duniani? Kwa nini uko hai? Unataka nini juu ya dunia? Unataka nini juu ya dunia? Tambua kusudi lako. Unataka nini juu ya dunia? Unajiona kuwa nani juu ya dunia? Jua kusudi, jua kusudi. Usiishi kama wanyama wafugwao. Unapaswa kujua kusudi la kuishi kwako. Unapaswa kujua unatakiwa kuwa nani juu ya dunia. Hakuna mafanikio bila kujua kwa nini unaishi. Mwanadamu ndio kiumbe mwenye uwezo wa kufikiri, wa kuchagua, wa kuamua, wa kupanga na kutenda, na Mungu amekupa utashi. Kwa hiyo unapaswa kujua ya kwamba kwa nini unaishi mpaka leo. Unaishi kwa kusudi la kimataifa, unaishi kwa kusudi la taifa, unaishi kwa kusudi la mkoa, kwa kusudi la wilaya, kwa kusudi la kata, kwa kusudi la kijiji, kwa kusudi la kitongoji, kwa kusudi la mtaa, kwa kusudi la familia, kwa kusudi la ukoo, kwa kusudi la familia. Kwa kusudi gani uko hai mpaka leo? Yaani wewe kuwa hai kwako leo, Mungu amekusudia nini? Ama wewe unajiona kuwa nani? Tambua, jua kusudi la kuishi kwako mpaka leo. Kanuni ya kwanza, Mungu anayo mawazo mema kwa ajili yako. Anayo mawazo mema kwa ajili yako, na mawazo ya Mungu si mawazo mabaya. Anatamani uwe vile ambavyo unatamani kuwa juu ya uso wa dunia. Kwa hiyo mtu asiyejua anakokwenda, njia yoyote itamfikisha. Yaani mtu yoyote yule ambaye hajui anakokwenda, hajui anakokwenda, anaweza kutumia tu njia yoyote akafika anakokwenda. Lakini mtu anayejua anakokwenda lazima achague njia ya kumpitisha anakokwenda, na njia hiyo ataipima, kujua changamoto na kujua vikwazo na kujua faida na kujua wepesi wa njia hiyo kabla ya kufika. Mimi nimechagua kuokoka na kwenda mbinguni. Nimechagua kwenda mbinguni, na njia pekee ya kunipeleka mbinguni ni kuamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Hiyo ni kuhusu ufalme wa Mungu. Na juu ya dunia pia nimechagua jambo fulani, na kwa kuwa nimelichagua, nimeamua kutafuta njia fulani. Kwa mfano, huwezi kutoka mkoa wa Mwanza kwenda Dar es Salaam bila kujua unapaswa kutembea na usafiri gani. Je, ni usafiri wa anga? Na je, kuna uwezekano wa kupata usafiri wa anga? Je, ni usafiri wa alizini? Na je, kuna uwezekano wa kupata usafiri wa alizini? Hapo unaanza safari yako ukiwa unajua unakokwenda. Asiye na kusudi ajui njia atakayoiendea, ila anatamani tu kufika, na njia yote itamfikisha. Yoyote tu ataanza kwa miguu, utashangaa naomba lift, utashangaa lengo afike. Sasa huyu mtu wa namna hii hajui kusudi. Lakini kanuni ya kwanza ni kujua kusudi, purpose. Mafanikio ya kweli huanza pale mtu anapoishi kusudi la Mungu, si tamaa binafsi. Mafanikio ya kweli huanza pale mtu anapoishi kusudi la Mungu, si tamaa binafsi. Watu wengi wana tamaa wala si kusudi. Tamaa ni mbaya. Chagua unataka nini juu ya dunia. Unataka kuwa kiongozi, fuata njia za kukupeleka katika uongozi. Unataka kuwa mfanyabiashara, fuata njia ya kukupeleka kwenye biashara. Unataka kuwa mfugaji, fuata njia. Unataka kuwa mkulima, fuata njia. Unataka kuwa msafirishaji, fuata njia. Unataka kuwa mtumishi wa serikali, fuata njia. Unataka kuwa na jina kubwa, fuata njia na kanuni. Utafika ambako umekusudia kufika. Zaidi ya pale, hayo mengine yote yataonekana kuwa tamaa, maana hayatafanikiwa. Tamaa. Mtu mwenye kusudi, huyo amekaribia mafanikio, maana mafanikio ya kweli huanza pale mtu anapoishi ndani ya kusudi lake, wala si tamaa.
Sasa katika sehemu hiyo kuna vitu viwili vya kutambua kabla ya yote. Moja, nimeumbwa kufanya nini? Kila mwanadamu ameumbwa, lakini lazima ujue uwepo wako juu ya dunia ni nini. Umeumbwa kufanya nini? Umeumbwa kuwa kiongozi, umeumbwa kuwa mfanyabiashara, kuwa mkulima, kuwa mfugaji, umeumbwa Mungu amekuwekea nini ndani? Nawe unaona nini? Umeumbwa kufanya nini? Hilo ni swali la kwanza. Mwanadamu yeyote mwenye kusudi lazima ajiulize swali hilo la kwanza. Nimeumbwa kufanya nini? Ama mwanadamu asiye na kusudi lazima ajiulize hilo swali, alitafakari, alichambue, aipime dunia, alafu aone mimi nimeumbwa kufanya jambo fulani. Na jambo la pili, ni tatizo gani nipo hapa kulitatua? Lazima ujue hapa duniani upo kwa ajili gani na utatatua tatizo gani. Kila mtu ana tatizo ambalo anapaswa kulitatua juu ya uso wa dunia, na kila mtu ana eneo la kutatua tatizo lililopo juu ya uso wa dunia. Je, wewe umepangwa kutatua tatizo gani? Lazima pia ujiulize swali hilo, likiwa ni swali lako la pili, ili kujua kusudi la kuwepo kwako duniani. Hiyo ni kanuni ya kwanza, ni kanuni ya kutambua na kujua kusudi, inaitwa purpose kwa lugha nyingine ya Kiingereza. Na maandiko ya somo Yeremia 29:11 kwamba Mungu anatuwazia mawazo yaliyo mema, na katika mawazo yake yaliyo mema huko ndiko ambako anatuthibitishia kusudi lake juu ya maisha yetu. Mwanadamu yoyote anapaswa kutambua kusudi lake la uwepo wake duniani. Na atalitambuaje? Moja, lazima ufikirie umeumbwa kufanya nini. Mbili, lazima ufikirie ni tatizo gani nipo hapa duniani kulitatua. Kama tatizo la kiuchumi, kama tatizo la kiutawala, kama tatizo la kiongozi, kama tatizo la wakulima, la wafugaji, tatizo lolote lile, wewe utatatua tatizo gani juu ya dunia? Utafanyika kuwa msaada katika eneo lipi? Ukishajua hapo, utawekeza nguvu, ufahamu, maarifa na ujuzi na bidii yako, na matokeo utayaona. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Na kanuni ya pili ni kanuni ya kutafuta na kupata maarifa, knowledge. Kanuni ya kutafuta na kupata maarifa, hii inaitwa knowledge. Kwa Wakristo wanasema ni kumcha Bwana. Chanzo cha maarifa, chanzo cha ufahamu na hekima ni kumcha Bwana. Sasa Mkristo yote aliyeokoka, kuokoka tu ni chanzo cha maarifa mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Ndio maana kuna watumishi wa Mungu wengi hawajasoma shule za sekondari hizi, elimu ya kidunia, lakini tayari wako kwenye ramani ya dunia katika mafanikio, kwa sababu walijua elimu ya kimungu ikawatoa. Ulimwengu unawalipa watu kulingana na thamani ya maarifa yao. Ulimwengu unawalipa watu kulingana na thamani ya maarifa yao. Ulimwengu unawalipa wanadamu kulingana na thamani ya maarifa yao. Kwa mfano, waajiriwa wote wa serikali wanalipwa kulingana na thamani ya maarifa yao walioyapata wakiwa shuleni. Na ndio maana mwenye cheti hawezi kulingana na mshahara wake na mtu mwenye degree, kwa sababu huyu mwenye degree ana maarifa makubwa. Mwalimu hawezi kulingana na daktari. Kila mmoja kwa aina yake na kwa jinsi yake, kwa sababu haya maarifa alionayo ndio yanamwezesha kupata thamani ya malipo yake. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea, hiyo ni Hosea sura ile ya 4:6. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Lakini pia Zaburi ya 128:1-2 nasema, ili kila mtu amchaye Bwana aende katika njia yake, taabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwako kwema. Neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Ukiona kuna changamoto na kutesa kiasi cha kuugua na kuhuzunika, kuna maarifa umeyakosa kwa eneo hilo.
tafuta maarifa kabla ya mauti, tafuta maarifa kabla ya uangamivu mkubwa. Lakini pia neno Mungu linasema heri kila mtu amchaye Bwana aende katika njia yake. Hiyo ni Zaburi 128:1-2. Taabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri. Hapa neno la Mungu linasema kwamba taabu ya kujitabisha kwa kufanya kazi mbalimbali utakula we mwenyewe. Lakini pia Misali 1:7 inasema, Misali 1:7 inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu udharau hekima na adabu. Kwa hiyo njia ya kwanza ya kupata maarifa ni kumwamini Bwana Yesu awe mwokozi wa maisha yako, na njia ya pili ni kujifunza elimu ya dunia ili upate maarifa na ujuzi. Lakini pia katika eneo hilo kuna mambo ya msingi ya kuzingatia sana. Jambo la kwanza ni elimu. Hakikisha unapokuwa juu ya uso wa dunia, katika kanuni ya pili ya kutafuta maarifa na ujuzi, ukiwa tayari umeokoka, jambo la msingi kabisa ni elimu. Elimu ni kitu cha msingi sana. Mungu anasema mkamate sana elimu, usimwache aende zake, maana elimu ni uzima wako. Kwa hiyo hata Mungu anaitambua elimu ya dunia na anaitambua elimu yake. Hivyo mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Na kwenye elimu hapa ndipo kuna taaluma mbalimbali. Kuna matabibu, kuna wahasibu, kuna mainjinia, kuna marubani, kuna madereva, kuna watu mbalimbali, madaktari, wanasheria, watu mbalimbali sana, wahandisi, mambo mengi sana. Lakini pia katika ujuzi maalum hapa ndipo kuna ufundi stadi. Ufundi stadi mbalimbali unapatikana VETA ama kwenye vituo mbalimbali ambao wanatoa mafunzo haya. Lakini pia katika eneo hili la maarifa, hakikisha unajifunza kusoma kila siku. Soma vitabu mbalimbali vya maarifa, soma makala mbalimbali za maarifa na ujifunze kwa waliofanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kumcha Mungu si udhaifu, ni msingi wa baraka na ustawi. Kumcha Mungu si udhaifu, ni msingi wa baraka na ustawi. Kwa hiyo mwanadamu yote aliyeokoka, kuokoka si udhaifu, wala kumcha Mungu si udhaifu, ni chanzo na ni msingi wa baraka na ustawi. Hiyo ni kanuni yetu ya pili ambayo tumejifunza na tunaendelea kujifunza sasa. Kanuni ya pili ni kutafuta na kujua maarifa. Maarifa juu ya kusudi lako, maarifa juu ya elimu fulani, maarifa juu ya ujuzi fulani. Maarifa yanapatikana kwa kusoma na kujifunza kwa waliofanikiwa, kusoma vitabu na makala mbalimbali. Lakini kumbuka, kumcha Mungu si udhaifu, bali ni msingi wa baraka na ustawi, na ni chanzo cha ujuzi na maarifa juu ya uso wa dunia. Na kanuni ya tatu ni kanuni ya nidhamu na utii. Nidhamu na utii, wanapenda kusema discipline. Nidhamu na utii, nidhamu na utii, nidhamu na utii. Kitabu cha Torati 28:1-2, Torati 28:1-2, na Mungu anasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Na baraka hizi zote zitakujulia na kupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kumbuka ya kwamba unapaswa kuwa na nidhamu na utii. Nidhamu ya fedha, nidhamu ya kazi, nidhamu ya taaluma yako, nidhamu kwa watu wengine, na utii kwa kila jambo. Kutii neno la Mungu, kutii viongozi, kutii wazazi, kutii wafanyakazi wenzako, kutii wafanyabiashara wenzako, kutii wajasiriamali wenzako kwa namna unavyoweza kutii. Maana kutii si utumwa, nidhamu si utumwa. Jitahidi sana uwe na nidhamu katika maeneo yote ili uweze kukuza uwezo wa maarifa na uwezo wa kiwango chako. Tutaendelea pia. Yoshua 1:8 inasema, Yoshua 1:8 inasema, kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Hakikisha ukijifunza, hifadhi ulichojifunza, alafu kitendee kazi. Umejifunza ujasiriamali, kutengeneza mafuta, kutengeneza sabuni, kutengeneza batiki,
lakini sasa haufanyi. Ulijifunza kwa nini? Umejifunza ualimu, umesoma chuo, kozi mbalimbali kwa ajili ya ualimu. Sasa umemaliza, uko mtaani, umeshindwa kufungua tuition, umeshindwa hata kuomba kazi shule binafsi, umeshindwa kujitolea kwa muda. Unasubiri nini? Umejifunza, umekuwa daktari, umeshindwa hata kuanzisha dispensary, kuanzisha duka la dawa. Umejifunza kujitolea kuatibu watu eneo lako kwanza ili upate uzoefu. Unasubiri nini? Mambo ni mengi. Kila jambo utakalojifunza shuleni ama utakalojifunza mahali kokote, jifunze pia kulitendea kazi. Unachokifanya kila siku huamua maisha yako ya baadaye. Kila jambo unalolifanya kila siku, hilo linaamua hatima yako ya baadaye. Kusoma neno na kuitafakari na kulitenda. Soma neno la Mungu, soma ujuzi wa maarifa wa kitu fulani, tafakari kitu hiko na anza kutendea kazi. Umejifunza namna ya mapishi, anza kupika. Umejifunza namna ya kupamba, anza kupamba. Umejifunza ufundi fulani, anza kufanya. Chochote ambacho umejifunza, anza kukifanya kwa nidhamu. Nidhamu ni kufanya kinachopaswa kufanywa hata kama una hamu. Kuna watu hawana hamu ya kufanya vile ambavyo wamejifunza. Sasa nidhamu ni kufanya kile kitu ambacho umejifunza au unachopaswa kufanya hata kama hauna hamu, hata kama haujisikii, hata kama unajiona nitaanzia wapi, unapaswa kuanza kufanya. Hiyo ndio nidhamu. Nidhamu ni kufanya kinachopaswa kufanywa hata kama una hamu ya kukifanya kitu hiko. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko sadaka. Kwa hiyo unapofanya jambo kwa nidhamu na kwa utii, unaonekana kuwa mtu mzuri, wa pekee na wa thamani kuliko kawaida. Nidhamu humwandaa mhusika kubeba baraka. Nidhamu yako katika fedha inaonesha mtu huyu ana uwezo wa kupokea fedha na kuzitunza na kuzitumia ipasavyo bila pesa kumchanganya. Ukipewa pesa sasa hivi, kama una nidhamu zitakuwa. Kama una nidhamu utakuwa na dharau na mtu mbaya kuliko yeyote ambaye amekuwa duniani, kwa sababu hauna nidhamu. Ukipewa kazi utakuwa na kiburi na jeuri kwa sababu una nidhamu. Kwa hiyo nidhamu inamwandaa mhusika kubeba baraka. Nidhamu inamwandaa mhusika kubeba baraka. Je, una nidhamu? Je, una utii? Je, una nidhamu? Je, una utii? Kama una nidhamu, huwezi kuyabeba mafanikio. Kama una utii, huwezi kukabili na kuyabeba mafanikio. Mafanikio, mambo madogo yanayofanywa kila siku. Mafanikio ni matokeo ya mambo madogo uliyokuwa ukiyafanya kila siku hapo kabla. Lazima uelewe unafanya nini leo, utafanya nini kesho, na kitatokea nini kesho kutwa kwa yale uliyofanya leo na utakayoyafanya kesho. Baraka haziji kwa maombi mengi. Baraka haziji kwa maombi mengi. Baraka huja kwa nidhamu na kwa utii. Wewe uombaye uliokoka, baraka haziji kwa maombi mengi. Baraka zinakuja kwa utii na nidhamu. Na kanuni ya 4 ni kufanya kazi kwa bidii. Ni kufanya kazi kwa bidii. Kanuni ya 4 ni kufanya kazi kwa bidii. Kanuni ya 4 ni kufanya kazi kwa bidii. Misali 14 inasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu wa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu wa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. Fanya kazi kwa bidii. Hapa duniani kuna vitu vitatu vya msingi sana. Kuna watu wamepata mafanikio kwa njia ya kulisishwa ama kulisishana wakafanikiwa. Kuna watu wamepata mafanikio kwa njia ya kufanya kazi halali, kazi halali. Na kuna watu wamepata mafanikio kwa kufanya kazi haramu. Haramu kwa Mungu na haramu kwa serikali.
Sasa wewe ufikirie kwa sasa hivi, ni kazi gani umeifanya kwa bidii na imetoa matunda gani? Ama mafanikio yako ni matokeo ya bidii na kazi, ama ni namna gani? Unajua, achana na ndoto na fikra za kubeti. Achana na ndoto na fikra za kuwaza kuokota begi la hela. Achana na ndoto na fikra za kuwaza kusaidiwa. Fikiria kufanya kazi kwa bidii. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu wa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utajilisha. Maandiko yote ya somo haya siyafafanui zaidi, maana yamenyoka na yanajieleza. Umeshasikia, mtu anayefanya kazi kwa mkono mlegevu atakuwa maskini, bali anayefanya kwa bidii atatajirika tu. Bidii yake itamtajirisha katika kazi yake. Lakini Wathesalonike wa pili 3:10 inasema, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa hapo kwenu tuliagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Mungu pia anasema, mtu yeyote asiyetaka kufanya kazi hapa duniani, huyo mtu asipate mahitaji yoyote yale. Jifikirie wewe kwa umri ulionao, ni mtu wa kulala na kuamka, ni mtu wa kamali tu, ni mtu wa ulevi, ni mtu wa zinaa na uasherati, ni mtu wa mambo ya hovyo. Alafu unawaza mafanikio. Zaidi ya hapo utakuwa tapeli, utakuwa mwizi, utakuwa jambazi, utakuwa mjanja, utakuwa yaya, utakuwa mtu usiyekuwa na amani juu ya dunia. Lakini mtu afanyaye kazi kwa bidii, huyo yuko katika mlango wa kuyaendea mafanikio yake. Kwa maana amejua kusudi, na baada ya kujua kusudi akapata maarifa kuhusu kusudi lake, alafu akawa na nidhamu na utii, alafu anaanza kufanya kazi kwa bidii. Huyu mtu ameyakaribia mafanikio yake na anayaendea. Hiyo ni njia ya 4. Hakuna mafanikio ya kweli bila kazi. Hakuna mafanikio ya kweli bila kazi. Wote waliowahi kupata fedha kwa njia ya kubeti ama kuokota ama kwa kuzifikiria, hata leo ukiwatafuta hizo pesa hawana. Kwa sababu gani? Hawakuwa na nidhamu na utii, na hawakuwa na kusudi. Na ndio maana walipopata pesa walikuwa walevi, walifanya mambo ambayo si ya kwao kuyafanya. Si kufanya kazi muda mrefu, bali kwa nidhamu, hekima, ujuzi na maarifa. Kazi hata dakika 50 unaweza kufanikiwa. Kuna watu wengi wanadhani kufanya kazi kwa muda mrefu ndio kufanikiwa. Hapana. Ingelikuwa hivyo, wa Afrika tungekuwa matajiri na watu wenye mafanikio kuliko wote, maana tunafanya kazi kwa muda mrefu zaidi ya masaa 24, masaa 12, masaa 15 na masaa mengi zaidi. Lakini si hivyo ilivyo. Sasa nidhamu na hekima na ujuzi na maarifa, hivi ndivyo ambavyo vinapaswa kuhusika katika kufanya kazi. Kazi inahitaji nidhamu, hekima, ujuzi na maarifa. Haihitaji muda mrefu, haihitaji nguvu nyingi, hapana. Kazi inahitaji nidhamu, hekima, maarifa na ujuzi. Unaweza ukafanya kazi kwa dakika 50 na ukafanikiwa kabisa. Kuna nchi moja kama sio 2, kuna nchi moja wanafanya kazi masaa 4 tu. Masaa 4 ya kazi, lakini nchi ile ni matajiri kuliko Afrika na Watanzania. Na kuna nchi moja wanafanya kazi masaa 8 tu katika masaa 24. Ni matajiri na wamefanikiwa kuliko Watanzania. Na kuna nchi inafanya kazi masaa 12 tu, wametajirika na wanafanikiwa kuliko Watanzania. Lakini kuna wewe, asubuhi mpaka jioni ni kazi na mafanikio huna. Mafanikio hayahitaji kufanya kazi kwa muda mrefu ama kwa nguvu nyingi. Afanye kazi kwa nguvu nyingi na kwa muda mrefu, hana maarifa, hana nidhamu, hana ujuzi, na huyo ni ngumu kufanikiwa. Dakika 5 za mtu mwenye nidhamu, hekima, ujuzi na maarifa zinamtosha mtu huyo kufanikiwa. Lakini pia bila jasho hakuna ushindi. Jitahidi kujitesa kwa ajili ya mafanikio yako. Ndoto bila kazi ni tamaa tu. Hiyo ni kanuni ya 4 tunaendelea. Na ifafanua vizuri. Na katika kanuni hiyo ya 4 tunasema ndoto bila kazi ni tamaa tu. Wewe ambaye una ndoto ya kwenda nchi fulani, hiyo ni tamaa tu kama una kazi.
Wewe ambaye una ndoto ya kuwa mtu fulani, kama una kazi, hiyo ni tamaa, na utaendelea kuipata hiyo tamaa mpaka utakapoanza kufanya kazi. Biblia haifundishi uvivu wa kiroho au wa kimwili. Kuokoka sio chanzo cha kuacha kazi ama kuwa mvivu, kwamba Mungu atakulisha kama anavyolisha ndege wa angani ama samaki wa baharini ama maua. Hapana. Na kuokoka si kuacha utumishi wako ama kazi yako. Madam umekatazwa na Mungu na amekuita kwa wito maalum wa kumtumikia yeye, hapo atakwambia uache. Nje ya hapo fanya kazi zako, mtumikie Mungu. Nje ya hapo pambana sana muda wa ibada. Baada ya pale endelea majukumu yako ya kazi kwa nidhamu, kwa bidii, kwa maarifa, kwa ujuzi na kwa ufahamu mzuri. Mafanikio hayaji kwa kufanya kazi muda mrefu au mfupi ama kufanya kazi kwa nguvu. Ingelikuwa mafanikio yanakuja kufanya kazi kwa nguvu, wasukuma mikokoteni, wabeba zege, watu wanaobeba vyuma wangekuwa na mafanikio kuliko watu wengine. Watu wanaokesha kazini masaa 24 wangekuwa na mafanikio makubwa kuliko watu wengine. Lakini haiko hivyo. Ni kufanya kazi kwa bidii. Ni kufanya kazi kwa bidii. Bidii ya kazi. Ukijibidisha utafanikiwa. Na katika bidii hiyo una nidhamu, una maarifa, una ujuzi, una ufahamu. Lakini kanuni ya 5 ni kanuni ya wakati, time. Hapa ni pagumu sana. Kanuni ya 5 ni wakati. Wakati yani muda ndio rasilimali isiyoweza kurejeshwa. Muda ukipita umepita, huwezi kuwa mtoto tena. Ukitoka kwenye ujana huwezi kuwa kijana tena. Wazee wanalaumu kwa nini walichelewa kuanza kutafuta mafanikio. Kijana unayesikia, usije ukajilaumu kwa nini ulichelewa kuanza kuyatafuta mafanikio. Anza sasa ili baadaye usije kuwa na majuto wala lawama. Baba yako na mama yako wanajuta. Natamani wewe usijute, bali ufurahie. Kanuni ya kufuata na kutunza muda au wakati. Tambua muda ulionao, tambua majira ulionayo, wajibika kwa muda huo na wakati huo. Wakati ndio rasilimali isiyoweza kurejeshwa. Tarudia vizuri kwa sauti kubwa. Wakati ndio rasilimali isiyoweza kurejeshwa. Muda uliopotea hauwezi kurejesha. Na ndio maana nilikwambia hapa nilipo nafanya masahisho, kwa sababu kuna muda nimeupoteza. Sasa ninaona kuna namna umenichelewesha kufika ambako nitamani kufika. Kanuni ya 5 ni kutunza na kutumia wakati ama muda vizuri. Wakati ni rasilimali isiyoweza kurejeshwa. Mtu maskini huchezea muda, mtu tajiri hulinda muda na uwajibika asiachwe na muda. Lazima uelewe matukio katika maisha yako yamepangiliwa katika muda. Kitabu cha Waefeso 5:16-17 neno la Mungu nasema hivi. Waefeso 5:16-17. Mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni zama za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Ukomboe wakati shuleni, komboa wakati kazini, komboa wakati kanisani, komboa wakati katika kila jambo ambalo unalifanya. Hakikisha unakuwa mtu wa kukomboa wakati na kulinda na kutunza wakati. Muda ukipita huwezi kurudisha tena. Utakuja kujilaumu kama baba yako na mama yako, ama kama wazee wanavyojilaumu na kutuonea huruma sisi. Alafu sisi tunawashangaa na kuwabeza. Kumbe pia sisi tunaelekea huko ambako wao wako, na huko waliko tuliko sisi wanapajua vizuri. Sasa natamani uelewe na kujua jambo hilo, kwamba kanuni ya 5 ni muda. Katika eneo hili shetani amefanikiwa sana kuvuruga muda wa watu wengi sana. Na mimi pia amefanikiwa kuvuruga muda wangu, na wewe pia amefanikiwa kuvuruga muda wako. Hujajitambua tu. Mimi nimejitambua, nikajua shetani amenichelewesha kufikia mafanikio kwa sababu amevuruga muda wangu. Alivuruga wapi? Nisikilize utaelewa vizuri. Tumia muda vizuri kupanga mambo yako, mipango yako. Tumia muda vizuri kujifunza. Tumia muda vizuri kutekeleza mambo uliyoyapanga na kujifunza.
Uharibifu huanzia hapa. Shetani uharibu makusudio ya mwanadamu kuanzia katika muda. Toka ile siku umezaliwa, shetani anaanza uharibifu wa muda. Moja, magonjwa yanakusonga, unazofika hata shule uendi. Magonjwa yanakuja kukuacha unakosa hata amani ya kufanya maisha. Pili, ukishindwa hapo kwenye magonjwa kafaulu, anakuja kwenye masomo na elimu. Ama umpe binti mimba uache shule, ama binti apate mimba aache shule, ama utoroke shule ufukuzwe, ama ufanye visa tu uache shule. Hapo anakutoa kwenye mfumo wa elimu ya dunia. Maana dunia inawataka watu wenye elimu, waliosoma taaluma na ujuzi. Na wewe shetani ameiba muda wako wa elimu, sasa huna elimu. Umeona changamoto hii? Shetani amekuvuruga kwenye swala la elimu, amekuibia elimu yako. Muda wa elimu ameiba. Sasa hivi huwezi kusoma, unajizalau tena. Muda wa kusoma umepita, huwezi kusoma sasa. Na kusi hujachelewa. Nenda kasome elimu ya Mungu, utafanikiwa. Ama tafuta ujuzi wowote ule, anza kusoma kwa muda huu, utafanikiwa. Na ukifanikiwa katika eneo hili la elimu, shetani anakuja kukuvuruga kwenye makuzi. Anakufanya uwe mlevi, anakufanya uwe mwashirati, mzinzi, mpenda zinaa, anakufanya utumie madawa ya kulevya, anakuvuruga pia ili kuchelewesha usianze kutumia muda wako vizuri. Hapa kuna matineja, kuna walevi, kuna vuta bangi, vuta sigara, kutumia madawa ya kulevya, wanaojidunga sindano za madawa ya kulevya, watu wasiokuwa na makazi, chokola, landa mitaani. Shetani anavuruga tu muda wako, anavuruga sana muda wako. Umri wa ujana ule wa ujinga, anavuruga umri wako. Lakini pia katika eneo hilo, mwanadamu yote ambaye hajasoma elimu ya dunia, huyu hawezi kuwa kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu elimu ya dunia inawapa watu favor, yani inawapa watu kama nafasi ya kuwa viongozi wa dunia. Nisikilize, serikali yetu ya Tanzania ina katiba inataka rais awe na degree ama kiwango fulani cha elimu na ajue lugha 2 ama 3. Wewe lugha ujui na elimu huna, huwezi kuwa rais. Kwa hiyo tu sifa, huwezi kuwa rais. Haya, na hapa tuna mpango kubadilisha katiba ya nchi. Kwa hiyo ikibadilishwa, hata wabunge wanapaswa kuwa na elimu fulani, madiwani na elimu fulani, wenye vitu wa vitongoji, kata na mitaa wanapaswa kuwa na elimu fulani. Wewe hauna elimu, kwa hiyo hautakuwa kiongozi maisha yako yote. Kama ulikuwa na kusuda kuwa kiongozi na umepoteza muda, umefeli tayari. Sijui kama nakuchanganya. Ungelielewa mapema ili ukafanyia kazi. Mimi nimelielewa japo nimechelewa, lakini nafanya masaisho, nitakuwa vile ambavyo Mungu ametaka niwe. Na wala sijajuta kwa sababu bado niko ndani ya muda. Hata katika ule muda uliopoteza, najua namna ya kutumia muda uliobaki. Kwa hiyo lazima uelewe, kanuni ya 5 ni kutunza muda. Tunza muda mwana wa Mungu. Tunza muda mwanadamu wenzako. Tunza muda kijana. Tunza muda binti. Tunza muda. Nakwambia tunza muda. Tunza muda. Muda wa sinema, muda wa masengenyo, muda wa maneno, muda wa ulevi na uzinzi umeshapita. Fanya kazi kwa bidii katika muda ulionao, huko ukimtumikia Mungu, na Mungu akubariki sana. Na kanuni ya 6 ni kupanda na kuvuna. Kupanda na kuvuna. Kupanda na kuvuna. Unachopanda ndicho utakachovuna. Katika fedha, ukiwekeza katika fedha utavuna fedha. Ukiwekeza katika tabia mbaya utavuna tabia mbaya. Ukiwekeza tabia njema utavuna tabia njema. Ukiwekeza tabia njema utavuna tabia njema. Ukiwekeza tabia mbaya utavuna tabia mbaya. Ukiwekeza maarifa utavuna maarifa, na ukiwekeza ujinga utavuna ujinga. Na ukiwekeza mahusiano mazuri utavuna mahusiano mazuri, na ukiwekeza mahusiano mabaya utavuna mahusiano mabaya. Kila unachopanda, iwe ni wema ama ubaya, iwe ni fedha, imani ama huduma, urejea kwa wakati wake. Sikiliza, muda unaotumia kupanda na vile unavyovipanda ndio muda utakaotumia kuvuna, na ndivyo vitu utakavyovivuna baadaye. Kwa mfano, mtu atakayelima nusu eka atapanda mbegu za nusu eka na atavuna mazao ya nusu eka kwa muda wa uvunaji wa nusu eka. Na mtu anayepanda eka moja atapanda mbegu za kiwango cha eka moja
na atavuna mazao ya eka moja na kwa muda wa uvunaji wa eka moja. Wagalatia 5, Wagalatia 6:7-9. Wagalatia 6:7-9. Msidanganyike, Mungu haziakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima milele. Tena tusiwe katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Misali 11:25. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, anyweshwaye atanyweshwa mwenyewe. Kwa lugha njema, yale watendayo watu ndio utakayotendewa. Utenda wema, utendewa wema. Kwa hiyo tambua unapanda nini. Unapanda fedha, unapanda tabia, unapanda mahusiano, unapanda maarifa, na katika utakavyovipanda ndivyo utakavyovuna. Ndivyo utakavyovuna. Leo hii kuna madaktari hawajui namna ya kufanya biashara, wanateseka. Lakini leo hii kuna wafanya biashara si madaktari, wanaweza kufanya biashara ila hawawezi kuwatibu watu. Kwa hiyo kile utakachokipanda ndicho utakachovuna. Lakini kanuni ya 7 ni kanuni ya kutengeneza samani na hekima. Samani hupatikana kwa hekima. Samani hupatikana kwa vitu mbalimbali. Utalipwa kulingana na samani unayoleta, si juhudi. Utalipwa kulingana na samani unayoleta, si juhudi. Kuna watu wanalipwa fedha nyingi kwa samani yao ya namna wanavyofanya na kutenda, wala si juhudi. Samani. Anafanya kazi dakika 10, lakini kazi ya dakika 10 malipo yake ni ya mtu anayelipwa kwa mwezi, ama ni malipo yako ya siku nzima, lakini mtu amefanya kazi kwa dakika 10. Hiyo ndio samani. Hiyo ndio samani. Misali 4:7 inasemaje? Misali 4:7 inasema hivi: bora hekima, basi jipatie hekima, na kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Yaani ukiwa na hekima hii ambayo ndiyo samani yenyewe, sasa hakika kuna vitu utavipata kwa wepesi sana. Lakini pia kuna kitabu kingine kinasema, Isaya 43:4. Isaya 43:4 inasema, kwa kuwa ulikuwa wa samani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Na kuambia, ukiwa na samani kwa jambo fulani na heshima utapendwa. Na Mungu apenda watu wenye samani na watu wenye heshima. Na ukiwa na hivyo, Mungu anakupenda na watu wanakupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Yaani ukiwa na samani, watu watakujia, familia itakujia, vijana watakujia, ndugu watakujia, watu watakujia. Ukiwa na samani na heshima, watu watakujia. Tengeneza samani, tengeneza heshima katika kazi, katika mradi, katika uwekezaji, katika maisha yako. Watu watakujia na watu watakupenda. Wala si mimi nisemaye hayo, neno la Mungu. Na hiyo ni kanuni ya 7. Inasema kanuni ya 7 ni kutengeneza samani kupitia hekima juu ya jambo fulani ambalo umekusudia kulitenda ama kuliishi juu ya dunia. Mungu wa mbinguni ni mzuri Bwana. Kanuni ya 7 hiyo. Kwa kijana, kanuni ya 7. Kwa baba, mama, watoto, kanuni ya 7. Kwa Mwafrika na mzungu, kanuni ya 7 hiyo. Ukizijua kanuni, unafanikiwa kokote. Mjini, kijijini unafanikiwa. Wenye mafanikio wanazijua kanuni. Ni ama hawajui kama wanajua kanuni, ama wanajua kama wanajua kanuni, wanafanikiwa. Lakini pia kitu kingine kinasema, ninaongeza thamani gani? Katika familia yako unaongeza thamani gani? Katika shule unayofundisha unaongeza thamani gani? Katika ofisi ulioko unaongeza thamani gani? Katika kanisa ulioko unaongeza thamani gani? Katika makusanyiko ya watu unaongeza thamani gani? Katika ofisi ama biashara uliopo unaongeza thamani gani? Katika kundi ulilopo unaongeza thamani gani? Kwa wafugaji unaongeza thamani gani? Kwa wakulima unaongeza thamani gani? Kwa wafanyabiashara unaongeza thamani gani? Kwa viongozi unaongeza thamani gani? Ninatatua tatizo gani? Katika hiyo sehemu uliopo umetatua ama unatatua ama utatatua tatizo gani?
Tatizo gani utatatua? Tatizo la maji je? Tatizo la elimu je? Tatizo la ajira je? Tatizo la mahusiano je? Tatizo gani unatatua ama utatatua katika sehemu uliyopo? Familia yako ina matatizo mengi, umetatua tatizo gani? Ofisini kwako kuna matatizo mengi, umetatua tatizo gani? Kwenye jamii yako kuna matatizo mengi, umetatua tatizo gani? Kwenye taifa kuna matatizo mengi, umetatua tatizo gani? Hiyo ni kanuni. Yaani kila kanuni ina mambo yake. Umetatua tatizo gani na umeongeza thamani gani? Unajua ukitatua tatizo unaongeza thamani yako na unaongeza thamani katika mioyo ya watu. Hekima ya Mungu huzidi elimu ya dunia na huleta thamani iliyokuu sana. Katika msingi wa ulimwengu kuna elimu za aina mbili. Kuna elimu ya dunia na elimu ya Mungu. Sasa elimu ya Mungu huzidi elimu zote na elimu ya dunia pia. Lakini pia elimu ya Mungu huleta thamani iliyokuu sana. Kuna watu mbalimbali hawajasoma elimu ya dunia lakini wamesoma elimu ya Mungu, wana thamani sana juu ya jamii. Na hawa wanaitwa wachungaji, wainjilisti, walimu neno la Mungu na watu mbalimbali. Wana thamani sana juu ya dunia. Sasa jifikirie wewe umeongeza thamani gani na umetatua tatizo gani? Fikiria tu kwa kina. Au nawe pia una matatizo? Au nawe pia hauheshimiki na kuthaminika? Ndio, kwa sababu hauna thamani wala heshima na haujatengeneza thamani na haujatatua jambo lolote. Huwezi kuheshimika, huwezi kuthaminika, huwezi kupenda. Lazima ujue kanuni ya 7 ni kutengeneza thamani, value, kupitia hekima katika jambo kusudiwa na lengo fulani. Anzia kwenye familia yako. Umeongeza thamani gani ama lawama tu kwa wazazi na ndugu? Nenda kwenye jamii yako. Umeongeza thamani gani au lawama tu? Nenda ofisini kwako, ni vipi pia? Kanisani vipi pia? Alafu pia jiulize umetatua tatizo gani wewe? Au nawe pia ni tatizo? Umetatua tatizo au pia nawe ni tatizo? Lazima ujijue na ujitambue. Neno hili limenyoka sana, yaani usipindishe, jitambue tu na kujijua. Hiyo ni kanuni ya 7. Ziko 12, tunaendelea. Kanuni inayofuata ni kanuni ya kujenga mahusiano, relationship, mahusiano. Kanuni ya kujenga na kuanzisha mahusiano. Kanuni ya kujenga na kuanzisha mahusiano. Hapa ni pagumu sana. Mafanikio mengi hupatikana kupitia watu. Mafanikio yoyote yale hupatikana kupitia watu. Hakikisha ukishalijua kusudi lako, tafuta watu wanaofanania kusudi lako. Jenga nao mahusiano. Na si hao tu, na hata wengine ambao watahusika kulitimiza kusudi lako, jenga nao mahusiano. Ni nani unatembea naye? Hilo huamua unakofika. Unaweza ukaisha safari na mtu, kumbe huyo mtu aende Dar es Salaam, anaenda Dodoma. Unashangaa umefika Dodoma, yeye anang'ang'ania ubaki Dodoma. Na wewe kwa kuwa ulikuwa na mahusiano na huyo mtu na unakomea Dodoma, kumbe lengo lako lilikuwa ndio ufike Dar es Salaam. Umepoteza kusudi lako. Kwa hiyo kanuni ya 8, wewe unajenga mahusiano na nani? Mahusiano yako yakoje? Je, ni sahihi ama si sahihi? Najua wewe ukanielewa vizuri. Sikiliza Misali 13:20 nasema. Misali 13:20 nasema. Misali 13:20. Neno la Mungu linasema hivi. Misali 13:20. Misali 13:20. Misali 13:20. Neno la Mungu linasema, enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Ukichagua mtu mwenye hekima utakuwa na hekima, ukichagua mtu mwenye maarifa utakuwa na maarifa, ukichagua mtu mwenye kusudi kama lako mtaenda pamoja. Kwa hiyo unapopanga kuchagua watu wa kuhusiana nao, chagua mtu mwenye kusudi kama wewe, mtu ambaye ana ufahamu mkubwa, maarifa makubwa kuliko wewe.
ili upate maarifa yake, akuambukize, akupashe joto maarifa na ujuzi alionao. Lakini ukichagua watu wapumbavu, watu wasiokuwa na maarifa, naye pia utakuwa mpumbavu na mjinga kama wao, na utaumia, utapoteza muda, utapoteza kusudi na lengo ambalo Mungu amekusudia uweze kulitenda na kulifanya juu ya uso wa dunia. Lakini pia Wakorinto wa kwanza 15:33 neno Mungu nasema hivi: msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Usidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Usidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mahusiano yako mabaya na watu wabaya huharibu pia tabia yako. Chagua watu wa kuambatana nao, wazuri na wema. Chagua watu wa kukupendeza na kukufaa, si kwa tamaa bali kwa kusudi. Chagua watu si kwa tamaa bali kwa kusudi, na uwe tayari kuwaondosha watu wasiofaa kwenye maisha yako, si kwa maumivu bali kwa upendo, maana watakuharibia. Chagua marafiki wa kifamilia, marafiki wa kibiashara, marafiki wa kikazi, marafiki wa huduma, marafiki wa utumishi. Chagua mke au mume sahihi. Sina maana kuchagua mke au mume sahihi magomvi yapo, lakini hayatakuwa makubwa kiasi cha kukufanya upoteze mwelekeo wa kusudi lako. Lakini pia chagua washauri wazuri. Si kila mtu ni mshauri, wengine ni waharibifu. Washauri wazuri chagua. Mungu hutumia watu kufungua au kufunga hatima ya mtu. Kwa hiyo unaweza ukachagua watu wazuri wakafungua kufikia hatima yako. Unaweza ukachagua watu wabaya wakafunga kufikia hatima yako. Umemchagua nani? Na je, huyo mtu uliyemchagua atafungua kufikia hatima yako ama atafunga usifikie hatima yako? Lakini katika eneo hili ni onyo. Usiwe chawa. Usichague mtu kuwa chawa wako ama chawa wake. Chagua mtu wa kuambatana naye. Usiwe chawa. Hata Mungu hapendi tuwe machawa. Hapendi. Ndio kusoma Biblia. Wathesalonike wa 2:3-11 nasema hivi: maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Yaani kuna watu ni machawa, hawana maisha yao, hawana mipango, hawana malengo, hawana mikakati. Wanaishi tu kupitia taratibu za watu wengine, wanashughulisha na mambo ya watu wengine. Hawa ni machawa. Mungu hawapendi, na usiwe chawa, sio jambo zuri. Kwa hiyo unapochagua watu wa kuambatana nao, usichague kuwa chawa ama usichaguliwe kuwa chawa. Chagua mtu wa kuambatana, naye katika kusudi na njia na hatima njema. Lakini kanuni ya 9 ni kanuni ya maamuzi, kufanya maamuzi. Decision. Hatima hubadilishwa kwa uamuzi mmoja sahihi. Hatima ya mtu hubadilishwa kwa uamuzi wa aina hii moja tulio sahihi. Ibrahimu aliamua kujitenga na ndugu yake Lutu, na hapo ndipo ikawa chanzo cha baraka na mafanikio yake. Yaani usione haya kujitenga na mwanadamu wenzako, hautakufa. Kuna watu wengi sana umezaliwa nao sehemu moja, lakini mpaka leo uko nao. Huyo mtu umekutana naye tu, amekusaidia jambo dogo, hilo ndio umeona huwezi kumwacha. Asiye na maamuzi anatamaa. Mtu mwenye maamuzi anatamaa. Mwenye maamuzi atachagua kitu kimoja katika vingi, atachagua kusudi moja ama mawili katika mengi, atachagua njia moja katika njia nyingi, atachagua mtu mmoja katika watu wengi. Lakini mtu mwenye tamaa atasema vyote ni vya kwangu, atasema njia zote nitapita, marafiki wote ni wazuri. Never. Kanuni ya kufanya maamuzi, decision. Hatima hubadilishwa kwa uamuzi mmoja sahihi. Asiye na maamuzi anatamaa. Kutoamua pia ni uamuzi wa kuamua kushindwa. Mtu yote asiye na maamuzi tayari ameshaamua kushindwa. Jifikirie, unafanyaga maamuzi, na je,
una maamuzi. Si kila kitu ni sawa, kingine sema hapana, hichi hapana, hiki ndio. Hayo ndio maamuzi, na kila mwanadamu ana maamuzi. Mwanadamu asina maamuzi, huyu ameshashindwa, amekufa ila yuko hai. Amua unataka nini katika vingi. Amua unataka nini katika vingi. Ukiwekewa fedha, ukiwekewa dhahabu, ukiwekewa nyumba, ukiwekewa gari, amua unataka nini. Na hicho unachoamua kukichukua kina uwezo wa kukuletea vile ambavyo umeviacha. Fanya maamuzi. Usipende vyote, jaribu kufanya maamuzi. Maamuzi ya kuchagua kitu kimoja cha msingi ambacho kitafanya kilete vitu vingine ambavyo uliviacha wakati unachagua. Umechagua kwa kiongozi. Je, katika uongozi utapata mafanikio? Umechagua kwa mfanyabiashara. Je, katika biashara utapata mafanikio? Umechagua kumtumikia Mungu. Je, katika kumtumikia Mungu utapata mafanikio? Umechagua kuwa mkulima. Je, katika ukulima utapata mafanikio? Si kama unaelewa vizuri. Umechagua hiki, umechagua hiki, umechagua hiki. Lazima ujifunze kufanya maamuzi bora na ya msingi. Kwa sababu mtu asiyefanya maamuzi, huyo tayari ameshajiandaa kushindwa. Hiyo ni kanuni ya 9. Lutu alifanya uchaguzi, akamwambia ndugu yake Ibrahimu, na Lutu akaketi kufanya maamuzi. Akasema, ndugu yangu, chagua utakapokwenda. Lutu akachagua, akaenda Sodoma na Gomora. Alafu Ibrahimu akachagua, akaenda mashariki. Alafu Ibrahimu akaja kumsaidia Lutu. Kwa hiyo maamuzi ni kitu cha msingi sana. Na kanuni ya 10 ni uvumilivu au subira. Uvumilivu au subira. Uvumilivu au subira. Kusubiria. Wengi hushindwa si kwa kukosa kipaji, bali kwa kuacha mapema. Wanadamu tulio wengi tunashindwa kufanikiwa si kwa sababu tumekosa vipaji, si kwa sababu hatuna vitu ambavyo tunavifanya, bali kwa sababu tumekosa uvumilivu na subira. Na kwa kuwa hatuna uvumilivu na subira, tumeamua kuyaacha yale mambo ambayo tulikuwa tunafanya. Umelima mara moja hujapata, unaacha. Umefuga mara moja hujapata, unaacha. Umefanya biashara mara moja, unaacha. Sasa hivi na biashara 99 lakini hata moja hajasimama, na hata yule nayo unatamani kuiacha. Umeajiriwa mara 10 lakini hata hapo unapofanya ajira unatamani kupaacha. Umefanya ukulima lakini hata ukulima wenyewe unaotaka kufanya karibia kuacha. Unasema bado unatafuta cha kukufaa. Wewe hauna uvumilivu, hauna subira. Mathayo 24:13 inasema hivi, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokolewa au atakayefanikiwa. Kwa lugha nzuri, atakayevumilia mpaka mwisho. Vumilia. Hasara zipo, kupata kuko, kukosa kuko. Yote yajue kabla ya kufanya jambo. Unapokwenda kufanya, unaanza kuvumilia. Sijui kama unanielewa. Kanuni ya 10 ni kuwa mvumilivu ama mtu wa subira. Wengi hushindwa si kwa kukosa kipaji, bali kwa kuacha mapema. Mafanikio huwapenda wanaokata tamaa. Mafanikio yapo kwa wale watu ambao hawakati tamaa. Hapo hapo ana force, hapo hapo analazimisha, hapo hapo anasukuma mpaka maji yanatokea, mpaka mwamba unapasuka, mpaka fedha zinaonekana, mpaka heshima inaonekana, mpaka nafasi inaonekana. Amelazimisha, amesukuma, ameng'ang'ana. Kamata pindo la Yesu, ng'ang'ania hapo hapo. Kwa hiyo ajira ng'ang'ania, kwa hiyo biashara ng'ang'ania. Kuna njia itafunguka ya kulifikia kusudi, hatima na lengo lako. Usikate tamaa, usivunjike moyo, usife moyo, na Mungu akutie moyo. Ahadi nyingi hutimia kwa wanaovumilia, si wanao
harakisha. Ahadi nyingi ama vitu vizuri vingi hutimia kwa wale watu ambao wanavumilia au nakuwa na subira, lakini si kwa wale watu ambao wanaharakisha. Watu wanaoharakisha mfano wao wanaobeti, wanaharakisha mafanikio. Watu wanaobeti wanaharakisha mafanikio, yani anajua tabeti hapa atapata milioni 10, subutu. Tabeti mpaka kufa. Wanaocheza kamari wanaharakia mafanikio. Kuna shairi moja niwahi kulisikia linasema usiharakie maisha. Sijui la form 2 la form 4 wanajua waliosoma. Na mimi nakwambia usiharakie maisha. Usiharakie maisha. Maisha yapo, waliyaishi babu zetu na sisi tunayaishi na watayaishi watoto wetu. Usiharakie maisha. Kuwa mvumilivu, kuwa na subira. Madam unajua kanuni za mafanikio, utafanikiwa. Na kanuni ya 11 ni kanuni ya uadilifu na haki. Uadilifu na haki. Kuwa mtu mwadilifu na mtu mpenda haki na mtenda haki. Unaweza kufanikiwa haraka bila uadilifu, lakini hautaendelea. Kanuni ya 11, unaweza kufanikiwa haraka bila uadilifu, lakini hautaendelea. Unaweza kufanikiwa haraka bila uadilifu wala bila haki, lakini hautaendelea. Hautadumu katika mafanikio hayo, hautaishi nayo mafanikio hayo. Waliotoka kwenye hali ya mafanikio na mwanzo walikuwa nayo walikosa uadilifu na haki, ndio maana hawakuendelea. Walishupaza shingo zao, walishupaza maneno, walishupaza hatari. Naona Mungu anasema hivi, mwenye hekima huona mabaya ama hatari mbele, anajificha, lakini mjinga na mpuuzi huendelea mbele akaumia. Kwa tena la Mungu linasema hivi, mwadilifu na mtu mwenye haki atafanikiwa, lakini hataendelea kuonekana amefanikiwa. Mafanikio yatakuwa ni ya muda na yatakoma. Natamani uwe mwadilifu na mtu mpenda haki na mtenda haki, utafanikiwa na utadumu na mafanikio haya. Zaburi 37:18-19 na Mungu anasema hivi, Bwana anazijua siku za wakamilifu na ulisi wao utakuwa wa milele. Hawataibika wakati wa ubaya na siku za njaa watashiba. Mtu mwadilifu na mpenda haki huyo, neno la Mungu anasema hivi, Bwana atazijaza siku zako kwa ukamilifu na ulisi wako utakuwa milele. Na mafanikio yako utakuwa milele, vizazi hadi vizazi, na hautaaibika kamwe. Hata wakati wa ubaya hautaibika, hata wakati wa njaa Mungu atakushibisha. Sasa uadilifu washibisha watu, uadilifu walinda watu wakati wa ubaya. Kumbuka hiyo, kumbuka hilo. Kanuni ya 11 ni kanuni ya uadilifu na haki. Lazima ukubali. Mafanikio yasiyo na haki huanguka mapema. Mafanikio yapatayo mtu yasiyo na haki, amezulumu, ametapeli, utaanguka tu. Siku zako zinahesabika, utaanguka. Mafanikio yasiyo na haki huanguka mapema. Hiyo ni kanuni ya 11. Na kanuni ya 12 nasema kujifunza kutokana na kushindwa. Najua umefanya biashara nyingi umeshindwa. Jifunze ulishindwaje. Jifunze ulikwamaje. Jifunze ulitesekaje. Halafu boresha. Kushindwa sio mwisho, ni darasa. Ulifeli shule, jifunze ulifelije shule. Ulishindwa ajira fulani, jifunze ulifeli ajira hiyo. Jifunze ulishindwaje. Kwa sababu kushindwa sio mwisho, ni darasa. Wako wengi hawana elimu katika dunia, wana uchumi na mafanikio. Wako wengi wana elimu ya dunia, hawana uchumi na mafanikio. Umefanya mara nyingi umeshindwa, jifunze ulishindwaje. Usilizike kama mimi wa kushindwa. Hakuna mwanadamu wa kushindwa. Wa kushindwa ni shetani na wafanyakazi wake peke yake. Walimshindwa Mungu na hata leo hawawezi kumshinda, waendelea kuwa washindwa siku zote. Kushindwa si mwisho wa mafanikio, bali darasa la kuyaendea mafanikio. Washindi hujifunza. Watu wanalalamika na kunungunika, wacha kutenda kwa sababu ya maumivu ya kupoteza ama kuharibikiwa katika jambo ambalo walianza kulitenda.
Kanuni ya 12, kubali kujifunza kutokana na kushindwa kwako, kwa sababu kushindwa si mwisho wa mafanikio, bali ni darasa la kuendea mafanikio. Washindi hujifunza siku zote, wala la mikaji uache. Kanuni ya 12. Nitazirudia kanuni zote kwa haraka, na baada ya pale nitamaliza somo hili, na Mungu wa mbinguni atatubariki sana. Kanuni ya kwanza ni kanuni ya kujua na kutambua kusudi, Yeremia 29:11. Kanuni ya pili ni kanuni ya kujua na kupata maarifa. Maarifa ya kwanza ni kumcha Bwana, Hosea 4:6, Zaburi 128:1-2, Misali 1:7. Na kanuni ya tatu ni kanuni ya nidhamu na utii, Torati 28:1-2, Yoshua 1:8. Na kanuni ya 4 ni kanuni ya kufanya kazi kwa bidii, Misali 14, Wasalika wa pili 3:10. Na kanuni ya 5 ni kanuni ya kulinda na kutunza muda, wa Efeso 5:16-17. Na kanuni ya 6 ni kanuni ya kupanda na kuvuna kile ulichopanda, Wagalatia 6:7-9, Misali 11:25. Na kanuni ya 7 ni kanuni ya kutengeneza samani kwa njia ya hekima, Misali 4:7, Isaya 43:4. Na kanuni ya 8 ni kanuni ya kujenga na kuanzisha mahusiano, Misali 13:20, Wakorintho wa kwanza 15:33. Lakini pia kanuni ya 9 ni kanuni ya kufanya maamuzi, na kanuni ya 10 ni kuwa na uvumilivu na subira, Mathayo 24:13. Na kanuni ya 11 ni kanuni ya uadilifu na haki, Zaburi 37:18-19. Na kanuni ya mwisho ni kanuni ya kujifunza kutokana na kushindwa, kanuni ya 12. Sasa katika yote hayo, hitimisho la yote ni kwamba mafanikio sio bahati. Mafanikio ni matokeo ya kanuni. Ukivunja kanuni, kanuni zitakuvunja. Mafanikio si bahati, mafanikio ni matokeo ya kanuni. Ukivunja kanuni, kanuni zitakuvunja, usiafikie wala kuyapata mafanikio. Wazungu hawajawekewa kufanikiwa, na wala wote hawajafanikiwa. Wengine ni lalahoi hata kuliko sisi. Mwanadamu yoyote atakayejua kanuni hizi 12 kwa msingi mzuri, akazitendea kazi, anafanikiwa. Mafanikio ya kweli ni matokeo ya kuishi kwa kanuni za Mungu. Mafanikio ya kweli ni matokeo ya kuishi kwa kanuni za Mungu. Hakuna mafanikio bila Mungu. Asiye na Mungu wa kweli ana miungu. Utachagua uwe na Mungu wa kweli ama miungu. Lakini mafanikio ya kweli ni matokeo ya kuishi kwa kanuni za Mungu. Hakuna mafanikio bila Mungu, ama Mungu wa kweli ama Mungu asiye wa kweli, yani miungu. Baada ya kanuni hizo, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninawapenda, yangu majina Filipo Julius Kagosi, mwana wa Kagosi. Nimeokoka na mpenda Yesu. Zingatia kanuni, fuata kanuni, utafanikiwa.